بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tukiendelea na darasa zetu za tafsiri al-Qur'an al-Karim, tuko katika surat al-Ankabut, sura ya 29 yenye aya 69. Inaanza sura hii kwa kusema kauluhu ta'ala: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidhalik. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua makusudi yake halisi kwa herufi hizo tatu zilizotajwa kwa mkato. Madhumuni ya sura, anasema Mwenyezi Mungu: ahasiban nasu, hivi wanadhani watu wa Maka, an yutraku an yaqulu, waachiwe wajigambe tu kwa kusema amanna, tumemwamini Mwenyezi Mungu, wa hum la yuftanun, na wala hawajatiwa mtihani wakapasi. Sivyo hivyo. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, tulikushawatia mtihani wenzao waliopita kabla yao, na vile vile basi atawatia na wao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, na kwa mtihani huo atawajua Mwenyezi Mungu kwa kuwadhihirisha wale walio wa kweli katika madai yao ya kusema kwa tumeamini. Wala ya'lamanna al-kadhibin, na atawajua Mwenyezi Mungu kwa kuwadhihirisha walio waongo. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati, bali wanadhani wale wanaofanya maovu an yasbiquna, kwa watatushinda sisi, tutaweza kuwatia mkononi kuwatia adhabu. Saa ma yahkumun, hukumu mbaya ni hukumu hiyo wanayojihukumia. Man kana yarju liqa Allah, yoyote anayehofu kukutana na Mwenyezi Mungu akakasirikiwa, fa inna ajala Allahi la'at, na ajue kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kukutana naye inakuja, basi ajirekebishe. Anayeogopa kukutana na Mwenyezi Mungu akiwa Mwenyezi Mungu amemkasirikia juu yake, na ajirekebishe, kwani ahadi ya Mwenyezi Mungu inakuja. Wa huwa samiul alim, naye ni msikivu na mjuzi. Wa man jahada fa inma yujahidu li nafsi, na anayepigana jihadi kikweli kweli basi anapigana kwa ajili ya nafsi yake. Inna Allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Inna Allaha, Mwenyezi Mungu hapati faida yoyote kutokana na jihadi yao wanayopigana. La ghaniyun ni tajir, hahitaji kabisa. 'Anil 'alamin, ameepukana na kuhitajia amali za viumbe wake wote. Walladhina amanu wa amilu salihat, na wale waliomwamini Mwenyezi Mungu kuwepo kwake na ukamilifu wa sifa zake, na wakayafanya mazuri ya taa, wakaepukana na maasi, lanukaffiranna anhum sayiatihim, Mwenyezi Mungu anasema tutawafutia hawa makosa yao madogo madogo. Wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun, na tutawalipa malipo mazuri ya matendo mazuri waliokuwa wakiyafanya. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ya 8 anamwelekea mwanadamu kwa kumliwaza. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, tumemuhusia mwanadamu akae vyema na wazazi wake, lakini endapo wazazi hao ikawa ni wapotofu, ni washirikina, wa injahadaka, kama watakupiga jihadi, watakupiga vita, litushirika bima laysa laka bihi ilmu, kwa kukutaka unishirikishe mimi ambacho unajuzi nacho, hakina maana yoyote kwako. Fala tuti'huma, usiwatii wazazi hao. Ilayya marji'ukum, wewe na wao nyote mtarudi kwangu. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, nitakuelezeni na nitawalipa kwa yote mliokuwa mkiyafanya, nitawalipa.
walladhina amanu, na wale waliomuamini Mwenyezi Mungu wa amilu salihati, na wakayafanya mazuri ya Mola wao, lanudkhilannahum fi salihin, tutawatia katika kundi la watu wema. Unaendelea Mwenyezi Mungu kusema kwamba wa minan nasi man yaqulu amanna, kuna watu wanafiki wanajigamba wakasema kwamba tumeamini. Wanasema tumeamini billahi, kumwamini Mwenyezi Mungu. Fa idha udhiya fillah, lakini mtu huyo anayejigamba kuwa amemwamini Mwenyezi Mungu anapofanywa kero, akakerwa kidogo tu kwa ajili ya taa Mwenyezi Mungu, ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillahi, huzifanya zile fitna za watu ni kama adhabu ya Mwenyezi Mungu, anaziogopa zaidi kuliko adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wala in jaa nasrun min rabbika, na inapokuja nusra kutoka kwa Mola wako, la yaquluna, husema watu kama hao, inna kunna ma'akum, msitutenge mkatuweka mbali na nyinyi, sisi tulikuwa pamoja nanyi, waumini kama nyinyi. Mwenyezi Mungu anauliza, awalaysa Allahu bi'alam bima fi suduri alalamin, mnataka kudanganya nyinyi? Awalaysa Allahu, hivi hakuwa Mwenyezi Mungu bi'alam, mjuzi zaidi, bima fi suduri alalamin, kwa yale aliyokuwemo ndani ya nyoyo za viumbe wake wote? Hata mumdanganya Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu hadanganyiki. Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu, na kwa kweli atawadhihirisha Mwenyezi Mungu wale walioamini kweli kweli. Wala ya'lamanna almunafiqin, na atawadhihirisha waliokuwa ni wanafiki, ni waongo kwa imani zao, ambao walikuwa wakijigamba kwa imani potofu, imani za uongo. Waqala alladhina kafaru lilladhina amanu, husema watu ambao ni makafiri kuambia waamini, itabi'u sabilana wa nahmil khatayakum, tufuateni sisi, fuata njia yetu, tutayabeba madhambi yenu nyinyi. Mwenyezi Mungu anasema, wama hum bihamilina min khatayahum min shay, na wala si wabebaji hao, si kweli kwa wao ni wabebaji wa madhambi ya wanaodanganya chochote. Innahum lakadhibun, hao ni waongo tu. Wala yahmilun athqalahum, lakini kwa uongo wao huo wanaosema watabeba siku ya kiyama madhambi yao, wa athqalan, na madhambi mengine anyongeza ma athqalihim, pamoja na madhambi yao, kwa sababu ya kule kujigamba kwa uongo. Wala yusaluna yawma alqiyamati amma kanu yaftarun, na wataulizwa siku ya kiyama kuhusu kile walichokuwa kikizua. Walaqad arsalna Nuha, Mwenyezi Mungu anamsimulia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia kwamba tulikwishampeleka ujumbe mtume Nuhu kabla ya wewe, ila qaumihi, kwa jamaa zake. Falabitha fihi alf sanatin ila 50 ama, akaishi nao Nuhu miaka 1000 kasoro 50, na hawakumwamini, hawakumfuata, hawakumtii kabisa. Fa akhadhahum tufan wa hum zalimun, matokeo yake iliwakumba gharika kuu ya ulimwengu wa hali ya kuwa ni madhalimu wa nafsi zao. Fa anjaynahu wa ashab as-safina, tukamwokoa Nuhu tu peke yake, yeye na wale waliokuwa katika jahazi aliyopakia, kina wanyama, ndege na binadamu wachache. Wajannaha ayatan lilalamin, tulifanya jahazi hiyo ni muujiza kwa viumbe wote. Wa Ibrahima idh qala liqaumi, kumbuka Ibrahim naye alipoambia jamaa zake, wabudullaha wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, muogopeni Mwenyezi Mungu, muabudu yeye peke yake, muabuduni Mwenyezi Mungu, muogope yeye peke yake. Hivyo kufanya hivyo ni kheri yenu ikiwa nyinyi mnataka kujua kheri. Inma ta'buduna min dunillahi awthana, haya mnayoabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu ambaye ni masanamu. Watakhluquna ifkan, mnazusha uzushi. Innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa, kama hamjui nataka nikwambieni, alladhina ta'buduna min dunillahi, haya mnayoabudia, innal ladhina ta'buduna, haya mnayoabudia min dunillahi asiyekuwa Mwenyezi Mungu,
la yamlikuna lakum rizqa, hawakupatini nyinyi riziki, fabtaghu inda Allahi rizqa, kama mnataka ukweli zitafuteni na muziombe kutoka kwa Mwenyezi Mungu riziki. Waabudu washkuru la, muabuduni yeye Mwenyezi Mungu na mumshukuru, ilaihi turjaun, kwake tu ndio mtaka kurejea. Wa in tukadhibu, na kama mtakadhibisha, mtapinga maneno haya, sisi kwetu si ajabu hilo. Mwenyezi Mungu anambia hilo si ajabu. Faqad kadhaba umamun min qablikum, wameshatangulia kukadhibisha nyumati nyingi kabla yenu. Wama ala rasuli illa albalaghul mubin, hakuna wajibu wala lolote ya mjumbe wetu tunayemtuma isipokuwa kufikisha ujumbe kwa uwazi. Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu, hivi makafiri hawa wanaokaidi hawaoni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anaanzisha umbo kisha na kulirejesha upya? Hawaoni? Inna dhalika ala Allah yasir, hakika tendo la kufufua viumbe kwa Mwenyezi Mungu ni jepesi. Qul waambie, siru fil ardi fanzuru, nendeni mtembee katika dunia, tembeeni katika dunia muone. Fanzuru muone kaifa bada al-khalqa thumma Allah yunshi'u nash'ata al-akhirah, namna alivyoanzisha Mwenyezi Mungu umbo la viumbe vyote vikubwa vizito kama vile ardhi na mbingu, jua na mwezi na vinginevyo. Kisha Mwenyezi Mungu huyo yunshi'u nash'ata al-akhirah, ana virejesha katika ufanyisho mpya, ufanyisho wa mwisho wa akhira. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila jambo ni mweza. Yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha, Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumpa adhabu anayemtaka na kumrehemu anayemtaka. Wa ilayhi tuqlabun, na kwa Mwenyezi Mungu mtarejeshwa nyote. Kwa Mwenyezi Mungu mtarejeshwa nyote. Wama antum bimu'jizina fil ardi wala fis samaa, na wala nyinyi hamtashinda katika dunia wala mbinguni. Wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, na wala hamna nyinyi asiyekuwa Mwenyezi Mungu mtawaliaji wa mambo yenu wala mwokozi wa kukuokoeni. Walladhina kafaru biayati llahi wa liqa'ihi, na wale waliokufuru kwa aya za Mwenyezi Mungu na wakakanusha mkutano wake wa kiyama, ulaika yaisu min rahmati, hawa wamekata tamaa kwa ihsani yangu. Wa ulaika lahum adhabun alim, na watu hawa watapatwa na adhabu inayouma. Nabii Ibrahim aliufikisha ujumbe kwa Mola wake, lakini matokeo ni haya kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu. Fama kana jawaba qaumihi, haikuwa jawabu nzuri kwa jamaa zake Ibrahim, illa an qalu, isipokuwa kusema uqtulu, muweni au harikuhu au munguzeni. Fa anjahu Allah, akamwokoa Mwenyezi Mungu mtume wake Ibrahim minan nari, kuepusha na moto wa jamaa zake huo. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Waqal, akasema Ibrahim, innama ittakhadhtum min dunillah, hakika hichi mlichokifanya nyinyi Mungu wa kumwabudu asiye kwa Mwenyezi Mungu, au thana ni masanamu, mawaddata bainikum, ni mapendekezo yenu tu, fil hayati dunia, katika huu hai ulimwengu. Thumma yawm al-qiyamah, kisha siku ya kiyama, yakfuru ba'dukum bi ba'd, watakufuru baadhi yenu kwa kufuria wengine. Wayal'anu ba'dukum ba'da, na mtalaniana baadhi yenu kwa laani wengine. Wa ma'awakumun naru, na makazi yenu nyote mwisho wake ni motoni. Wa ma lakum min nasirin, na wala hamna wa kuwanusuru. Fa amana lahu Lut, aliamini kumwamini Ibrahim mtume Lut. Wakala, akasema, inni muhajirun ila rabbi, hakika mimi nahama na kwenda zangu kwa Mola wangu. Innahu huwal azizul hakim, yeye Mwenyezi Mungu ndiye mshindi mwenye hekima. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, tukampa Ibrahim mtoto Ishaq na Yaqub. Wajanna fi dhurriyatihi an-nubuwwata wal kitaba, na tukafanya katika kizazi chake utume mwingi uliingia katika kizazi chake, wal kitaba, na kitabu. Wa atainahu ajrahu,
na tukampa ujira wake fi dunia duniani wa innahu fil akhirati la minas salihin. Na hakika Ibrahim huko akhira atakuwa ni katika watu watukufu, watu wema. Walutan, na Lut naye idh qala liqawmi, mkumbuke pale aliposema kuambia jamaa zake, innakum lata'atuna alfahishata, nyinyi jamaa zangu mnatenda kitendo kichafu, ma sabakakum biha min ahadin min alalamin, ambacho hajakutangulieni kwa kitendo hicho yoyote katika viumbe wa Mwenyezi Mungu. A innakum lata'atuna ar-rijala, hivyo nyinyi mnaingiliana wanaume kwa wanaume, wataqta'una sabila, mnakata njia ya wema na imani, watatuna fi nadikum al-munkara, mnaleta katika mikutano yenu kufuru mbaya kabisa, maasi machafu. Fama kana jawaba qaumi, haikuwa jibu la jamaa zake Luti ila an qalu, isipokuwa ni kusema, itina bi'adhabillahi in kunta minas sadiqin. Ewe Nuh, huna haja kutumbia mengi wewe, tuletee tu hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa wewe unayasema ni kweli. Qala, akasema Lut, rabbi ansurni ala alqawmi mufsidin, ewe Mola niokoe mimi niepukane na vitendo vya watu waharibifu na adhabu itakayowakumba. Walamma jaat rusuluna Ibrahim, walipomjia wajumbe wetu Ibrahim bibushra, kwa habari nzuri ya kupata mtoto, qalu, walisema, inna muhliku ahli hadhihi alqarya, walimwambia Ibrahim wewe tabarrad, na upoe moyo wako, sisi tutawaangamiza watu wa hichi kijiji kiovu, hichi kijiji cha Lut. Inna ahlaha kanu dhalimin, kwani watu wa kijiji hichi ni madhalimu wakubwa. Qala, akasema Ibrahim kuambia malaika wale, inna fiha lutan, mtaangamizaje kijiji ambacho ndani yake yumo Lut? Qalu, wakasema wajumbe, nahnu a'lam biman fiha, sisi tunawajua waliomo na anayefaa kuokolewa. Lanunajjiannahu, tutamuokoa yeye wa ahlahu na jamaa zake, illa imra'atahu, isipokuwa mke wake, kanat min alghabirin, atakuwa yeye katika watakaobakia ndani ya maangamivu. Walamma anjaat rusuluna Luta, walipowajia wajumbe wetu kina Lut, si abihim, aliona vibaya sana Lut, aliona vibaya sana Lut, akahuzunika sana bihim, kwa kuja wageni hao. Wadhaqa bihim dharan, ukafinyika moyo wake. Waqalu, wakamwambia, la takhaf Lut, wewe usiogope, wala tahzan, wala usihuzunike, inna munajuka, sisi tutakuokoa wewe ahlaka na watu wako wote, illa imra'ataka, isipokuwa mke wako, kanat min alghabirin, atakuwa yeye katika watu wabakia ndani ya adhabu. Inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryat rijzan min as-sama, sisi tutapeleka kwa watu wa kijiji hichi adhabu nzito kutoka mbinguni, bima kanu yafsukuna, kufuatana na uhuni waliokuwa wanafanya. Walaqad tarakna minha ayatan bayina, Mwenyezi Mungu anasema tulibakisha katika kijiji hicho muujiza wa dhahiri, liqaumi yaqiluna, kwa watu wanaozingatia wakatumia akili. Wa ila Madian, kumbuka Muhammad kisa cha Madian, tuwa kabila la Madian, akhahum Shuaiba, tuliwapelekea ndugu yao Shuaibu. Faqala ya qaumi ibudu Allaha wa arju al-yawm al-akhir, akasema Shuaib, jamaa zangu nyinyi muabuduni Mwenyezi Mungu na muitaraji khairi siku ya mwisho. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, na wala msienee katika ardhi ya Mwenyezi Mungu kwa ufisadi. Fakadhabuhu, jamaa hao wakamkadhibisha bwana Shuaib, wakamkadhibisha Shuaib. Fa akhadhathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, ukawashika ukelele wa adhabu, tetemeko la ardhi, wakawa majumbani mwao wameangukiana. Wa Adan wa Thamudan, pia kumbuka kisa cha Adi, watu wa Hud wa Thamud na watu wa Saleh. Waqad tabayyana lakum min masakinihim, na mshakudhihirikieni nyinyi makazi yao. Wazayyana lahum ash-shaytan, pale alipowapambia shaytan amalahum, vitendo vyao viovu. Fasaddahum anis sabil, shaytani huyo akafanikiwa kuwazuia kuepusha njia ya haki. Wakanu mustabsirin, hali ya kuwa wanaona, hali ya kuwa wakiona, wakapotezwa hali ya kuwa wana macho.
wa Qaruna Firauna wa Haman mkumbuke naye Qarun waziri wa Firauna mkumbuke naye Firauna Mungu wa kujigamba wa Haman na Haman walaqad jaahum Musa bilbayinati watu hao wote walijiliwa na mtume Musa kwa dalili za wazi fastakbaru wakajifanya bora fil ardhi katika dunia wama kanu sabiqin lakini hawakuwa wenye kushinda hawakuwa kabisa wenye kushinda wama kanu sabiqin na hawakuwa wenye kushinda fakullan akhadhna bidhanbi kila mmoja wao kuanzia Qarun Firaun Haman na wenzao waliofuata tuliwashika kwa madhambi yao faminhum man arsalna alayhim hasiba kuna wale tuliowapelekea upepo kali kabisa kunyesha mvua ya mawe wa minhum man akhadhathu sayha na kuna wengine uliowashika ukelele wa adhabu wa minhum man khasafna bihi al-ardha na wengine tuliwazazimisha katika ardhi wa minhum man aghraqna na wengine tukawanyosha maji kama Firaun wama kana Allahu liyadhlimahum na hayo yote aliyofanya Mwenyezi Mungu hakuyafanya kwa kuwaonea la walakin kanu anfusahum yadhlimun lakini wenyewe nafsi zao walizidhulumu na katika aya hii ya 41 anasema Mwenyezi Mungu mathalul ladhina ittakhadhu min duni llahi awliya sifa za wale ambao wamefanya asiyekuwa Mwenyezi Mungu waungu wa kuabudu na kuwapenda kama thalil ankabuti mfano wao ni kama buibui itakadhat baitan aliyejitengenezea nyumba ya nyuzi katikati ya miti au katikati ya kuta wa inna awhana albuyuti la baitul ankabut na kwa kweli nyumba dhaifu isiyokuwa na maana yoyote isiweza kuwa na msaada wowote kujenga ni nyumba ya buibui lau kanu ya'lamun ingelikuwa wanajua hawa wanachokifanya basi wangalijilaumu kabla ya kufanya inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi Mwenyezi Mungu anajua kwamba hawana wanachoabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu kitu chochote cha maana kitakachowasaidia hawana wa huwa al-azizul hakim Mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye hekima wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi na mifano kama hii ya hekima tunaibainisha kwa watu wama yaqiluha illa al-alimun lakini hawaifahamu ndani wake isipokuwa wenye kujua khalaqallahu samawati wal ardh ameumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi bil haqi kwa kweli mtupu inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin hakika ndani ya hayo kuyazingatia kwake na kuyatia maanani na kuyafikiri hekima zake ni dalili kubwa zinazothibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuwepo kwake kwa hakika utlu ma uhiya ilayka min alkitab Mwenyezi Mungu anaomba mtume wake soma Muhammad kile kilichoteremshwa kwako katika kitabu waqimi salata na udumishe sala tano inna salata tanha anil fahsha wal munkar sala zinamkataza mja kuja kufanya mambo ya maovu na ya kuchupa mpaka ikiwa sala na isali mtu kwa uhakika na kwa imani inapotakiwa basi inamweka mbali sana machafu ya vitendo na machafu ya maneno wala dhikrullahi akbar na dhikri Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi wallahu ya'lamu ma tasnaun na Mwenyezi Mungu anajua mnayofanya wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan Mwenyezi Mungu anasema msijaribu kuingia katika mjadala mdahalo ahla alkitabi na watu wa chuo wayahudi na wanzara illa billati hiya ahsan isipokuwa mfuate njia iliyokuwa madhubuti njia nzuri mjiandae kwa hoja zilizo madhubuti illa alladhina zalamu minhum isipokuwa wale wajinga wenye kudhulumu nafsi zao miongoni mwao waqulu amanna semeni sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu tumeamini billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum waambieni wayahudi sisi tumeamini kwa kitabu cha Qur'ani na vile vile tumeamini kwa kitabu kilichoteremshwa kwenu cha Taurat na Injili wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun
Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja, na sisi kwa Mwenyezi Mungu wetu tumejisalimisha. Wakadhalika anzalna ilayka alkitaba walladhina atainahum alkitaba yu'minuna bih. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake kwa mfano huo, tumeteremsha kwako kitabu cha Qur'an. Sasa wale ambao wameamini tuliowapa kitabu hicho wakakiamini, wa min haulai, kuna na wengine man yu'minu bihi, katika hao Wayahudi na Wanasara wanakiamini. Nyinyi tulipokuteremsheni mlikiamini, na miongoni mwa hao Wayahudi na Wanasara wako wanaokiamini kitabu hicho cha Qur'ani. Wama yajhadu biayatina illa alkafirun, hathubutishi hajaribu kuzikanya aya zetu isipokuwa makafiri wasiokumbuka neema za Mwenyezi Mungu. Wama kunta tatlu min qablihi min kitabi, kitu gani cha kukufanyisha wasiwasi wakati wewe hukuwa kabla ya kuteremshwa kitabu hicho ukisoma chochote? Wala takhutuhu biyaminika, na wala si mwenye kuandika kwa mkono wako. Idha lartaba almubtilun, ingekuwa ni hivyo basi ingelikuwa na nguvu shaka yao makafiri shaka yao ingelikuwa kubwa zaidi. Kama ingelikuwa wewe ni mwandishi maarufu, mtunzi, mwana falsafa ya kubuni na kupanga, wangefanya shaka. Lakini wewe bahati nzuri unasoma kinachoshushwa kwako na Jibril, unaeleza kinachoelezwa kwako na Jibril, unawaambia wahi unaotumwa kwako na Mwenyezi Mungu. Bal huwa ayatun, bali hizo ni aya bayinatu zilizowazi, zilizohifadhiwa fi suduri alladhina yu'minuna, katika nyoyo za wale ambao wanaamini, wanamwamini Mwenyezi Mungu. Wama yajhadu biayatina, hawakanyishi aya zetu illa alkafiruna, isipokuwa makafiri wenye ugonjwa wa chuki na kibri. Wama kunta tatlu min qablihi min kitabi, hukuwa wewe ukisoma kabla ya kuteremshiwa aya hizi kitabu chochote. Wala takhutuhu biyaminika, wala hukuwa ukiandika kwa mkono wako. Idha lartaba almubtilun, kama ungekuwa ukifanya hivyo ingalipata nguvu shaka yao wapatofu. Bal huwa ayatun bayinat, bali hizi ni aya za wazi fi suduri alladhina utul ilma, zilizohifadhiwa katika nyoyo za wale walipewa ilmu. Wama yajhadu biayatina illa adh-dhalimun, na hawathubutu kuzikanya aya zetu isipokuwa madhalimu. Wa madhalimu ambao wana tabia ya kuweka mambo mahala sio pake. Waqalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih, wanasema kwa nini asiteremshwe juu yetu, asiteremshwe juu yake Muhammad aya moja kwa moja zikitoka mbinguni, miujiza kama vile Taurati ilipokuja kwa Musa na Injili ilipokuja kwa Isa, ngamia aliyetoka katika jabali kwa mtume Musa. Kwani asilete miujiza kama hiyo? Qul waambie innamal ayatu indallah, miujiza hii inapokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa innama ana nadhirun mubin, bali mimi ni mkhofishaji wa dhahiri tu. Alam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba, hajawatosha wao kuwa ni miujiza kulikuwa sisi tunateremsha kwako kitabu, yutla alayhim, kinachosomwa kwao. Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun, hakika ndani ya hayo kuna rehema na makumbusho kwa watu ambao wanaamini. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida, waambie anatosha Mwenyezi Mungu baina mimi na nyinyi kuwa ni shahidi. Haidhuru kama nyinyi hamtaki kuamini basi, lakini ushahidi wa Mwenyezi Mungu yukunishuhudia kwa mimi amenitumia kitabu hicho, basi mnanitosha. Kwani yeye ya'lamu ma fi samawati wal ardi, anajua kilichoko katika mbingu na ardhi, na kinachotokea mbinguni na ardhi. Walladhina amanu bil batili wa kafaru billah, na wale walioamini kwa uongo wakakufuru ukweli, wakamkufuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mkweli. Ulaika humul khasirun, hao ni watu waliokula hasara. Wayastajilunaka bil adhab, wanakuharakisha ulete adhabu kwao. Walaula ajalun musamma, kama si muda uliokushapangwa, lajaahumul adhabu,
ingaliwajia adhabu ghafla kama hivyo walivyoiomba. Wala ya'tiyannahum baghtatan, lakini wasiondoshe tamaa, wasikate imani. Itawajia adhabu hiyo baghtatan ghafla wa hum la yashurun, wakiwa hawajui. Yastajilunaka bil adhabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, wanaiharakisha adhabu ya Mwenyezi Mungu ije haraka. Hawana habari kwamba jahannam imewazunguka. Makafiri hawatoki jahannam imewazunguka, makafiri hawatoki. Jahannam ipo kila upande. Yauma yaghashahumul adhab, siku itakayowagubikiza adhabu, min fawqihim, kutoka juu, wa min tahti arjulihim, na kutoka chini ya miguu yao. Wayaqulu dhuku ma kuntum ta'malun, ambapo atasema Mwenyezi Mungu, onjeni adhabu mliokuwa nyinyi mkiharakisha. Onjeni adhabu ya matendo mliokuwa mkiyafanya, na kisha mkaiomba ijiharaka adhabu. Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a, enyi waja wangu mlioamini, dunia yangu ni pana. Fa iyaya fa'buduni, mimi tuniogopeni, mniabudu mimi, tuniabuduni, mniogope kwa kunitii. Fa iyaya fa'buduni, mimi tuniogopeni, mniabudu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itakumbana na kifo, kila kilicho hai kitakumbana na kifo. Thumma ilaina turjaun, kisha kwenye hukumu yetu mtarejeshwa. Walladhina amanu wa amilu salihat, na wale walioamini na wakafanya mazuri taa ya Mwenyezi Mungu, lanubawi annahum min aljannati ghurafa, tutawaandalia peponi maghorofa, tajri min tahtiha al-anhar, maghorofa yanayopitiwa chini yake na maji ya mito. Khalidina fiha ni'ma ajrul amilin, watabaki milele humo, na hayo ndiyo malipo mazuri ya wafanya vizuri, malipo mazuri ya wanaofanya vizuri. Alladhina sabaru ala rabbihim wa ala rabbihim yatawakkalun, wafanyaji vizuri ni wepi? Ukitaka kuwajua usipate tabu, ni wale ambao wamekuvumilia, wenye kuvumilia juu ya matatizo ya ulimwengu yanawafika kutokana na wao kupingana nao ulimwengu, kavumilia matungu yake, wakavumilia fitina zake ulimwengu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao wakamtegemea. Waka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, ni ngapi wanyama wanaotembea katika ardhi hawabebi viporo vya vyakula. Allahu yarzuquha wa iyyakum, Mwenyezi Mungu ndiye anawaruzuku popote walipo na nyinyi pamoja. Wa huwa samiul alim, naye ni msikivu na mjuzi. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda, kama utawauliza wapotofu nani aliyeumba mbingu na ardhi. Wasakhara ash-shamsa wal qamara, na anayeliendesha jua na mwezi. Waulize, la yaquluna Allah, hakuna jibu lingine utakalolitaja isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Hata watumie kwa lugha yote ile utakayoitaja, waseme nature, basi ni Mwenyezi Mungu. Fa anna yufakun, angalia basi ajabu namna wanavyopotoshwa wakapotoka. Ukweli wanaujua, lakini wanapotoshwa kwa kukubali upotofu. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi, Mwenyezi Mungu anayekunjua riziki kumkunjulia anayemtaka katika waja wake. Wa yaqdiru lahu, na anaifinya akaifupisha anayemtaka, anayetaka anamkunjulia, na anayemtaka anamfumbia kwa manufaa yake mwenyewe. Huyo anayekunjuliwa ikiwa anafaa kukunjuliwa, na kwa manufaa yake mwenyewe huyo anayefumbiwa kwa kile anachofumbiwa. Inna Allaha bikulli shay'in alim, kwani Mwenyezi Mungu kila kitu anakijua. Anamjua kila mmoja katika viumbe wake. Huyo akipata riziki nyingi, huyo atakuwa ni balaa kwa dunia, kwa wenzake duniani, na mwingine huyo akiwa atafinywa riziki, huyo vile vile itakuwa balaa kwa wenzake. Kwa hivyo anayemkunjulia ni kwa hikma zake, na anayemfumbia ni kwa hikma zake. Wala in sa'altahum, na kama utauliza man nazzala minas samai maa,
Nani aliyeteremsha kutoka mbinguni maji fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha, akahuisha ardhi baada ya ufu wake kwa ukame. La yaqulunna Allah, watasema ni Mwenyezi Mungu. Qul alhamdulillah, qul alhamdulillah, waambie sifa zote anastahili Mwenyezi Mungu. Bal aktharuhum la yaqilun, lakini wengi wa wanadamu hawatumii akili zao. Wengi wa wanadamu hawatumii akili zao. Wama hadhihi alhayatu dunya illa lahawun wa la'ibun, hawajui kwamba si chochote huu ulimwengu isipokuwa ni mchezo na upuuzi, isipokuwa na upuuzi na mchezo. Lahu na upuuzi wa la'ibun na mchezo. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan, na kwamba nyumba ya akhira ya peponi ndio nyumba ya uhai wa milele. Lau kanu ya'lamun, angelikuwa wanajua hivyo basi ungalipania kuimarisha akhira, ungalipania kuimarisha akhira na wakaachilia mbali, wakaachana kabisa na kushughulikia ulimwengu. Fa idha rakibu fi fulki fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wanapopanda katika jahazi humuomba Mwenyezi Mungu kwa ikhlas kabisa, kumtakasia dua. Ya Rabbi tuokoe na mawimbi haya, ya Rabbi tuokoe na dharba hii. Falamma najahum, na pale akishawaokoa, ila albari akawafikisha juu, idhahum yushrikun, wanageuka wanadamu hao wakamshirikisha Mwenyezi Mungu. Wanamshirikisha Mwenyezi Mungu yakfuru bima atainahum, ili wakufurie ile neema tuliyowapa. Wanafanya hivyo ili wakufurie ile neema tuliyowapa. Waliyatamatau, na ili wastarehe. Wasawfa ya'lamun, basi wastarehe na pumbavu huo, lakini mwishoni wataujua ukweli wa Mwenyezi Mungu. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina, hivi hawaoni wao kwamba tumeifanya sisi nchi ya Maka ni eneo la amani. Wa yutakhatafu an-nasu min hawlihim, hali ya kuwa wale watu wakavamiwa wakabakwa katika sehemu pembezoni na nchi ya Maka. Afa bil batil yu'minun, hivi wao uongo wanauamini. Wa bi ni'matillahi yakfurun, na neema ya Mwenyezi Mungu wanaikufuru. Wa man adhlam mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani tena mwenye kujidhulumu mno nafsi yake kumshinda yule aliyemzulia Mwenyezi Mungu uongo, au kadhaba bil haqqi, au mwenye kukadhibisha ukweli lamma jaa, ulipomjia. Nani mdhalim zaidi, kumshinda mwenye kuzulia Mwenyezi Mungu uongo au akakanusha ukweli ulipomjia? Alaysa fi jahannama mathwal lilkafirin, kwani haijawa tu jahannam kuwa ni makazi ya makafiri? Basi madama ishathibiti kwamba makazi ya makafiri ni jahannam, basi usishughulikiwe, waachilie mbali. Walladhina jahadu fina, na wale wanaopigana jihadi ndani ya kutuabudu sisi na kutuomba, wakatuamini wakatekeleza amri zetu, wakajiepusha na matamanifu ya nafsi zao, lanahdiyannahum subulana, Mwenyezi Mungu anatoa ahadi kwamba hao atawaokoa. Tutawaokoa hao, tutawafikisha njia zetu za salama na mafanikio. Wa inna Allaha lama'al muhsinin, na hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja nao watu wanaomwabudu kama wanayemuona. Muhsinuna ni watu wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kama wanayemuona. Wanaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wanamuona Mwenyezi Mungu yuko mbele ya macho yao. Ihdina siratal mustaqim, wanamuona Mwenyezi Mungu yuko mbele ya macho yao. Siratal ladhina an'amta alayhim, kwa hivyo hao ndio muhsinina ambao Mwenyezi Mungu anatoa ahadi kwa yuko pamoja nao. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Allahumma ij'alna min ibadika al-muhsinin at-ta'inin ar-raqiin as-sajidin al-muqbitin al-mutaghfirin bil-ghudwi wal-asal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.